Hoja namba 5 inahusu maslahi ya kitaifa. Maslahi ya kitaifa ni dhana katika siasa ambapo taifa huweka mbele manufaa yake binafsi ya usalama, uchumi na siasa ya kikanda. Huu ni ubinafsi wa taifa. Iran iliweka maslahi yake ya kitaifa mbele ya misingi ya Kiislamu kwa kushirikiana na Marekani dhidi ya Talibani. Hii ni hoja thabiti kuwa vitendo vya Irani haviendeshwi na haki bali huendeshwa na maslahi. Hata hivi karibuni katika vita ya siku 12, Irani ilipoishambulia Israel, ilishambulia ili kulinda maslahi yake binafsi ya kitaifa wala sio kwa ajili ya Uislamu na kulinda Palestina. Tunajua kabisa kwamba kwa miaka mingi majeshi ya Irani yalikuwa nchini Syria enzi ya Bashar al-Assad na hayakuwahi kuishambulia Israel ambayo kijiografia imepakana kabisa na Syria ili kuzuia mauaji ya kimbari huko Palestina. Na mpaka sasa, Wapalestina wanauawa huku Irani ikiwa imehifadhi silaha zake nzito bila kuzitumia dhidi ya Israel na inazitumia pale tu maslahi yake binafsi yanapoguswa. China na Ulaya waliishinikiza iache kushambulia Israel katika vita hii ya siku 12 na ikatii haraka. Kumbuka Irani ilitishia kufunga lango la bahari la Hormuz ila haikutekeleza kwa sababu lango hilo ni la kimkakati katika biashara za kimataifa. China na Ulaya zinategemea sana lango hilo katika chumi zao. Hapo hupita gesi inayotoka Katari kwenda Ulaya na mafuta ya Irani yanayoenda China. Hivyo ili kulinda maslahi yao, waliishinikiza Irani kurudi kwenye meza ya mazungumzo na kusitisha vita. Nayo Irani kwa kuogopa pigo la kiuchumi ikakubali kwa hiari kuacha kuishambulia Israel. Hii ni kinyume na kile Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, alichofanya. Yeye hakuogopa kwamba dola yake ni changa au Waislamu wana nguvu ndogo kulinganisha na ile ya Makuraish. Hakuhofia hatari au hasara ambazo angeweza kuzipata. Aliamua kuingia kwenye vita vya Badr na akashinda vita. Irani inahofia matokeo ya vita, hasara katika maslahi yake na kuogopa uwezekano wa vita hiyo kupelekea anguko la utawala wa Khamenei au Irani hii ya mapinduzi ya mwaka 1979. Kwa ajili ya hayo yote, ipo tayari kuacha kupigania haki kwa hofu ya kupoteza maslahi yake. Hivyo Tehrani inapendelea njia za faida na rahisi zaidi kuliko njia za hatari. Hata kama hilo linasababisha kupuuza na kuitelekeza jihadi, utawala wa Irani haujali. Mwenyezi Mungu anawaonya wale wanaoogopa kupigana na kufa, wakionyesha hofu ya watu kuliko hofu yake. Maneno yake katika Kurani yanatoa onyo kuu kwa wale wanaoogopa kupoteza mali zao, kufa au kujeruhiwa au kuacha starehe zao. Anasema katika surati Tauba aya namba 24. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sema, ikiwa baba zenu na watoto wenu na ndugu zenu na wake zenu na jamaa zenu na mali mlioyachuma na biashara mnazoogopa kuharibika na majumba mnayoyapenda ni vipenzi zaidi kwenu kuliko Mwenyezi Mungu na mtume wake na jihadi katika njia yake, basi ngojeni mpaka Mwenyezi Mungu alete amri yake. Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotovu. Mwisho wa nukuu. Dola ya Irani kwenye vyombo vya habari hutumia maneno makali dhidi ya Israel na kunadiwa katika mitandao ya kijamii na mashabiki zake kwamba ni mkombozi wa Palestina. Sasa imeikomboa vipi? Mbona mashabiki wamekosa hata akili kidogo? Je, hawatafakari? Irani ilishindwa hata kujitetea vyema dhidi ya Israel. Israel iliua Waislamu wa Irani. Utawala haukulipa kisasi vile Uislamu unafundisha.
Amri ya Mwenyezi Mungu ni kupigana dhidi ya maadui mpaka pasiwepo fitna. Aya namba 193 ya Surat Bakara inasema, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Napiganeni nao mpaka pasiwepo fitna na dini iwe ya Mwenyezi Mungu tu. Na kama wakiacha basi usiweko uadui ila kwa wenye kudhulumu. Mwisho wa nukuu. Hakika uhai wa dola la Kizayuni ni fitna ambayo inapaswa kuondolewa. Dola la Kizayuni lilikuwa linaelekea kuharibiwa zaidi kutokana na mashambulizi mazito kutoka Irani. Kitendo cha Irani kuacha kuishambulia Israel kinamaanisha kuinusuru. Hivyo, Irani ililipa nafasi ya kupumua na kuishi tena dola hilo la Kizayuni, ambalo linaendeleza fitna na uharibifu duniani. Hayo yote yanathibitisha kwamba katika kitu ambacho Irani haitaki ni kuingia vitani na Israel. Kipindi cha miaka ya nyuma hilo la Irani kujali maslahi yake binafsi kuliko chochote lilijitokeza, na tumeliona katika ushahidi nilioweka wazi katika mlango wa kwanza wa somo hili, ambapo kuna rasimu iliidhinishwa na Khamenei. Irani ilikuwa tayari kuitambua Israel, kusitisha mpango wake wa nyuklia, pamoja na uungaji mkono wake kwa Wapalestina, na kuwa tayari kuimaliza nguvu ya kijeshi ya Hizbullah. Irani kwa upande wake ingeondolewa vikwazo na kuachwa kufanyiwa uhasama na Marekani. Mapendekezo hayo yalipelekwa Washington. Upelekaji huo wa mapendekezo ni kwa sababu pia viongozi wa Irani walihofia labda Marekani baada ya kumuondoa Saddam inaweza kufuatia kuuondoa madarakani kwa nguvu utawala wa Khamenei. Kwa lugha nyingine ni Irani kujisalimisha kwa Marekani kwa ajili ya maslahi binafsi ya kitaifa, hasa kulinda usalama wa utawala wa Khamenei asije kung'olewa kutoka madarakani kama Saddam. Licha ya kwamba Irani kabla ya hayo ilikuwa imeshirikiana na Marekani katika uvamizi dhidi ya Iraki, hiyo ni kwa kuwa mataifa hayana urafiki wa kudumu. Kuhusu hayo mapendekezo ya Irani, baadaye pande zote hazikufikia muafaka wa pamoja. Marekani ilipuuzilia mbali matakwa ya Irani. Mohammad Javad Zarif, ambaye ni mtu muhimu katika dola ya Irani kama mwanadiplomasia mbobezi na mwanastrategia mwenye uzoefu wa muda mrefu, aliwahi kusema kwamba Irani hatuna wakala, yaani makundi ya wapiganaji, tunatoa msaada wa kimaadili pekee, na hatutafuti mzozo na Israel. Hii inazidi kuthibitisha kwamba Irani haiwezi kuwa mkombozi wa Wapalestina wala haijali masuala ya umma ikiwemo dini. Msikilize Zarif. اینا تصورات غلطیه که سلطه‌گران ایجاد کردن، گفتن اینا نیروهای نیابتی ایران. اون وقت میدونین چی کار میکنن؟ اینا میخوان بازی رو تبدیل بکنن از مبارزه علیه اشغال به یه دعوا بین ایران و اسرائیل. این دعوا بین ایران و اسرائیل نیست. کجا نیروی نیابتی؟ اینا نیروهایی هستند که به خاطر اعمال شما، فرض کنین ایران نبود، من گفتم ایران این پیام ارزشی، این در واقع همون قدرت معنایی که بعضیا قدرت معنایی رو میدونید چی ترجمه میکنن؟ به انگلیسی این قدرت بهش میگن ideational power. تو ایران ترجمه کردن قدرت معنایی، یه ترجمه قشنگترش قدرت انگیزشیه. این نیرو ما بودیم، ولی این نیرو به معنی نیست که کسی رو استخدام کردیم از طرف ما این کارو بکنه. ما به مردم این توان رو دادیم که فکر کنن که میتوانن بیست. انقلاب ما این توان رو بهشون داد. انقلاب ما این انگیزه رو به اونها داد. Profesa na mtoto wa kamanda mkuu wa zamani wa Pasdarani, Hamza Safavi, anasema kwamba licha ya miaka 44 ya kupiga kelele kifo kwa Israel, Irani haikuwa na mpango wowote halisi wa kupambana nayo. Ebu msikilize. یعنی من سوالم این هستش که شما 47 سال شعار به نوعی مبارزه با اسرائیل رو میدی، در روز واقعه چند لایه نقشه عملیاتی و اجرایی داشتی برای مواجهه با این دشمن؟ به نظر من هیچ لایه.
دقیقاً دارم میگم هیچ. میگن که خب موشک چی؟ میگم موشک مثل استاتون کدئینه که هر جای بدنت که درد میگیره اینو استفاده میکنه، میگه انشالله بره خودش کار خودش رو بکنه. موشک یک پاسخ جنرال به هر تهدیدیه. یعنی هر کشور دیگه هم به ما حمله میکرد ما همین موشک رو. برای اسرائیل نسخه خاص تو چی بوده؟ ما نگاهمون این بوده که اسرائیل خودش از درون فرو میپاشه و بنابراین نسخه عملیاتی اجرایی در سطوح مختلف برای مبارزه با اسرائیل نداشتیم. گفتمان ما با طراحی عملیاتی ما تناسب نداشته. گفتمان ما دائم در مسیر دشمن اعلام کردن اسرائیل و تلاش برای محو اون بوده. عمل ما اونجوری نبوده. Matendo ya utawala wa Irani hayalingani, hayafanani na maneno yake makali. Kuhusu vita ya siku 12 ni Israel ndio ililazimisha itokee, ila Irani haikuwahi kupanga kuishambulia Israel na hata ilipojibu, haikupigana kutetea Palestina ila ilipigana kulinda mradi wake wa nyuklia. Na ilikuwa ina uwezo wa kuweka masharti katika vita hasa kuishinikiza Israel iache mauaji ya kimbari Gaza, lakini haikufanya hivyo. Sisi wenyewe tulishuhudia, hata mashabiki nyinyi wenyewe mlishuhudia, Irani ilisitisha vita na Israel ila haikuhusisha swala la Gaza kama sharti la kuacha kuishambulia Israel. Haya yote yanaonesha Irani inajali maslahi yake binafsi, hasa kulinda utawala wake wa kidikteta, wa kinafiki, wa kidhalimu, wa Khomeini na Khamenei, wala sio kujali dini wala sio kadhia za umma. Ninaposema umma namaanisha hata watu wa Irani ambao na wao ni sehemu ya umma huu. Utawala dhalimu wa Irani ulipoteza mabilioni ya dola za Marekani katika uhalifu wake wa kivita nchini Syria ili kumlinda dikteta Bashari al-Assad, na huku raia wake, yaani Wairani wenyewe, wakikabiliwa na umaskini mkubwa unaosababishwa pia na vikwazo vya kiuchumi vinavyoliandama taifa hilo. Usikose kutazama sehemu ya 6 ya mfululizo wa makala haya.